namna hiyo. Makofi na vigelegele nisikie. Kwa ukakamavu kabisa vijana wetu wako vizuri. Kikosi kutoka kwa Mdimu Sekondari bali kata yetu ya Mkumbala ikiendelea kutimiza majukumu yao ya kimsingi kumvalisha Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Wazito kweli kweli katika nchi hii. Angalia namna alivyosimama, ishara ya kuonesha kwamba anatambua watu hao vijana wanafanya. Sasa muona akiwa anatabasamu. Sasa hii ndio mbalimbali za kizalendo kuonesha kwamba leo ni siku muhimu kwao katika eneo hili la Mombo, ambapo ni vizuri kwa ajili ya kubadilishana mawazo. Sasa baada ya kuzunguka maeneo mbalimbali ya mji wa Mombo, wapo tayari anakuja kutoka porini. Kwa ajili ya kutufungulia kwa maombi, na nianze na yule aliyeandaliwa kwa dini ya Kikristo asogee hapa kwa ajili ya kutufungulia kwa ajili ya maombi. Basi tu nyamaze ili tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, tunakushukuru sana kwa tukio kubwa na la pekee la siku ya leo. Asante kwa amani ambayo umetupa katika nchi yetu ya Tanzania. Asante kuruhusu tukusanyike hapa kwa lengo maalum. Tunakushukuru pia kwa viongozi wetu ambao umewaleta. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi katika tukio la leo. Kila ambaye atakuja hapa apate kile ambacho umekikusudia. Na mwisho, acha kongamano hili likawa na faida kwetu, pamoja na mawaziri wake, pamoja na wabunge wake, pamoja na wachini wake, mpaka wenye viti wa vitongoji. Wewe ni mwenye huruma, basi tuhurumie katika taifa letu na utulinde na kila yule ambaye anataka kuleta machafuko katika taifa letu. Sisi ni dhaifu sana, hatuna uwezo wa kuweza kujilinda, ila tukutegemea wewe. Na kama unavyofahamu, katika nchi yetu kuna wazee wasiojiweza, kuna kina mama wasiojiweza, kuna watoto wasiojiweza, kina baba wasiojiweza. Ukitokea machafuko, wao ni wa kwanza kuathirika kuliko wale walioanzisha machafuko. Mungu, twakuomba utusaidie kwa hilo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wataalamu mbalimbali kutoka ngazi ya halmashauri, vijana wote kwa ujumla wenu, nafasi zenu ambazo mnazo, viongozi wa dini, waalikwa wote kwenye majadiliano haya leo. Kabla ya yote, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha leo, lakini nimefurahishwa na jambo moja, kwamba tuna kauli mbiu ambayo leo itatawala kwenye eneo hili. Kauli mbiu inasema vijana tuyajenge Tanzania yetu. Tanzania yetu. Hii sasa ni nafasi yenu. Ukisikia kitu kinaitwa jukwaa, maana yake kinajengwa kupiga ni hatua kubwa zaidi.
Kama ulikuwa ngazi ya chini, maana yake unasogea juu. Kwa hiyo jukwaa hili ni maalumu kwa ajili ya nyie. Kwa hiyo tutakuwa hapa na wawezeshaji mbalimbali. Kwa hiyo mtanufaika na namna ambayo mtafahamu kwa nini kumeandaliwa jukwaa la vijana. Kwa hiyo kwenye kongamano hili ni matumaini yangu kwamba watakapokuja wale ambao wameandaliwa katika mada mbalimbali zitatusaidia baada ya hapa tuwe tumenufaika na jambo hili. Vijana oye! Baada ya kusema hayo kwa heshima kubwa sana, Mheshimiwa mgeni rasmi, nikukaribishe. Vijana oye! Vijana oye! Vijana oye! Kwanza kabisa tumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuamsha siku hii ya leo kuweza kutukutanisha hapa na kuweza kulifungua jukwaa hili ambalo ni muhimu sana kwetu sisi vijana. Kama tutalizingatia ujumbe ambao upo mmeuona, na hili jukwaa ni mahususi kabisa ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameunda wizara maalum ndani ya ofisi yake ambayo inashughulikia mambo ya vijana. Sasa vijana ndio sisi. Vijana mko hapa na hawa wahalaiki nao ni vijana ambao wanaibukia, ndio maana wamekaribishwa hapa ili waweze kujifunza kwenu. Kwa hiyo nyie ndiyo njia. Mkifanya vizuri nyie, tutawafanya na hawa wadogo zenu hawa ili nao waweze kufanya vizuri zaidi muda mwingine huko mbele ya safari. Siku hii ya leo, kabla sijatamka neno la ufunguzi, niseme maneno machache mbele yenu, na haya muyachukue kwa uzito mkubwa. Moja, vijana katika nchi yoyote ile au katika jamii yoyote ile, vijana ni muhimu katika maendeleo ya taifa, kwa sababu nyie vijana mna nguvu, mna uwezo, mna ubunifu wa kuweza kufanya kazi. Lakini katika kufanya haya niseme mambo machache. Jambo la kwanza, vijana nyie mmekuwa ni nguzo katika kuchangia maendeleo ya kiuchumi katika jamii au katika nchi. Kwa hiyo niwatake vijana muweze kuanzisha biashara mbalimbali, kufanya kazi katika sekta mbalimbali na kuongeza uzalishaji katika taifa. Na hili linatendeka kutokana na uwezeshaji ambao umepangwa na halmashauri zote katika nchi yetu ya Tanzania, kiwemo halmashauri yetu ya Korogwe DC, ambapo katika ile 10% kuna mpango wa kina mama 4%, nyie vijana 4%, na watu wenye mahitaji maalum pia ambao wamejumuika hapa 2%. Kwa hiyo tuitumie hiyo fursa kuhakikisha kwamba wale na vikundi hivi ambavyo vingi vimesajiliwa kuweza kupata mikopo. Lakini pia mkurugenzi ulichukulia hili kwa uzito, na nadhani katika ujumbe wa Mwenge wakifika hapa tarehe 27 watalizungumza viongozi wa mbio za Mwenge kitaifa. Hawa vijana wameshawezeshwa kufungua vikundi. Sasa wakishafungua vikundi, ni muhimu sana pia tuweze kuwafikiria kwenye kuwapa kazi. Kutakuwa hakuna tija ya hawa vijana kufungua vikundi lakini hawapewi kazi. Na hizi kazi kupitia mfumo wa NeST ambao mmeshajisajili, sio kila mmoja anapewa kazi yote. Kama ni jengo linajengwa au ni darasa linajengwa, kikundi kimoja kinaweza kikapewa tenda ya kununua mabati, kikundi kingine kikawezeshwa kununua mbao, kikundi kingine kikawezeshwa kuleta matofali, kikundi kingine kuleta mchanga, kikundi kingine kokoto. Huyo tukiangalia mradi mmoja unaweza ukavisaidia kupata tenda vikundi karibia kama 5. Kwa hiyo mkurugenzi, nikutake hivi vikundi vilivyoanzishwa tuviwezeshe, kwa sababu viko kwenye mfumo wa NeST, viweze kufuata taratibu ambazo zimewekwa waweze kupata kazi. Na hawa tukishawaboresha hawatakuwa na kelele,
hawatashinda kwa kwenye mitandao kuangalia mambo ya ovyo ovyo, watakuwa bize kuweza kufanya kazi za kujiletea vipato vyao. Vijana oye! Jambo lingine la pili, nyie ni kizazi kinaitwa kizazi cha Gen Z, kizazi ambacho kimezaliwa kwenye teknolojia. Kwa hiyo kwa kuwa nyie ni kizazi cha mtandao, ndio kizazi ambacho kinaleta ubunifu na teknolojia mpya. Kwa hiyo muendelee kama vijana kuweza kuleta mawazo mapya yanayoweza kusaidia na kutatua changamoto mbalimbali katika nchi yetu kupitia sayansi, teknolojia na uvumbuzi. Kwa hiyo nyewe vijana, kama mnavyowaelekeza, teknolojia msiitumie vibaya, tuitumie tuwezeshe kutuletea faida katika shughuli zetu ambazo tunazozifanya. Lakini pia nyie vijana mna wajibu mwingine mkubwa sana. Wajibu mwingine kwenu nyie vijana ni kulinda amani na umoja wa nchi. Naamini mnaangalia huko kwenye mitandao, mnaangalia kwenye TV. Amani ni tunu, ilianzishwa na viongozi wetu waanzilishi wa taifa hili, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee Amani Karume, Abeid Amani Karume. Hawa wazee walifikiria mbali sana kwa kutuunganisha sisi wa Tanzania, hatubaguani kwa makabila wala kwa maeneo tunayotoka. Sisi wote tumekuwa jamii moja, tunawasiliana kwa lugha moja ya Kiswahili inatuunganisha. Kwa hiyo niwatake vijana tuilinde amani yetu kwa wivu mkubwa, kwa sababu huko kwenye mitandao sasa watu ambao wanatumia mitandao kwa njia hasi wanahamasisha nyie vijana tulete vurugu kwenye nchi yetu. Kwa Tanzania hatuna Tanzania nyingine, kama kauli mbiu hii ambayo mnayoizungumza hapa. Tanzania yetu ni moja tu, hatuna Tanzania nyingine ambako tunaweza kwenda. Kwa hiyo tuendelee kuwa na mshikamano, kuheshimu sheria bila shuruti na kupinga vitendo vya aina yoyote ambavyo vinaweza vikatuingiza kwenye vurugu kama nchi. Jambo lingine la tano, ninyi kama vijana muendelee kukuza elimu na maarifa. Nyie vijana kupitia elimu na ujuzi mnaweza kusaidia au kuchangia ujenzi wa taifa lenye wataalamu. Kwa ujumla, haya ni mambo ambayo nilipenda niweze kuasa nyie vijana, ili taifa lenye vijana wenye bidii, wenye maadili na elimu, taifa hilo linakuwa na nafasi kubwa ya kupata maendeleo ya kuijenga nchi yenye mafanikio. Kwa hiyo vijana, niweze kuwaambia hayo ili mtakapokuwa mnazisikiliza mada hizo niwajengee msingi ambao utawasaidia kuweza kuelewa na hizo mada zingine, na watu msiwe na attention nyingine mbalimbali, tuache mambo mengine. Tumetenga siku ya leo kuja hapa kwa ajili ya kupata elimu mbalimbali inayohusiana na ninyi vijana katika uzinduzi wa kongamano hili la vijana. Jambo lingine ambalo ni la muhimu ni jambo la uvumilivu. Huko kwenye vikundi mliko na shughuli zingine ambazo mnazifanya binafsi, haiwezekani kwamba kijana umepata mkopo leo unataka leo uwe milionea. Hiyo haiwezekani. Hata katika mawazo ya kawaida kabisa au mifano ya kawaida kabisa, mkulima unaanza kwanza kuandaa shamba. Ukiandaa shamba unapanda mbegu. Ukipanda mbegu utawekea na mbolea, utaondoa, utalima nyasi, utapalilia na utasubiri hilo zao au hayo mazao aidha miezi mitatu kama ni mahindi mpaka minne, na kama ni mazao mengine hata mwaka, hata miaka miwili kwenye mifugo. Kwa hiyo msifikirie kwamba mkianzisha kikundi faida muipate leo. Kwa hiyo niwaombe sana muwe na moyo wa uvumilivu, moyo wa uzalendo na moyo wa kushirikiana kama vikundi, ili mshikamane. Matokeo mtayaona baadaye, amweze kuyaona leo. Kurugenzi na timu yake ya uwezeshaji vikundi hivi vyenu vya vijana zinatolewa fedha. Kwa hiyo mkifika kwenye vikundi msigombane,
muendelee kuvumiliana, muendelee kupeana mawazo, muendelee kujengeana uwezo, ili hatimaye matunda ya jasho lenu mtakuja kuyaona baada ya muda na baada ya uvumilivu. Baada ya kusema haya, sasa naomba nitamke kwamba jukwaa hili la vijana leo katika halmashauri ya Korogwe DC nimelifungua rasmi. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Kuchapa kazi kwa weledi na pia kusikiliza viongozi walio madarakani nini wanatuambia, kuliko kurudishwa na kubabaishwa na watu wengine wanaotaka kupotosha amani ya nchi. Hiyo ndio kauli mbiu. Mambo ambayo yanatakiwa kujengwa na vijana ni amani, upendo, umoja na mshikamano. Vijana wenzangu, ndio mambo ambayo tunatakiwa tuyajenge. Makofi kwa. Kwa hiyo tutakayejadili katika uzalendo kuna mambo 9. La kwanza ni kujua maana ya uzalendo. La pili, tutaangazia sifa za uzalendo ni zipi. 3, tutaona mambo gani yanayoathiri uzalendo. 4, ni namna gani ya kuijenga jamii katika mtazamo chanya wa kimaadili. Nyingine ni kuhusu misingi ya uzalendo. Leo tutaona na kujua misingi ya uzalendo ni ipi, na baada ya yote hayo tutaangazia matokeo ya uzalendo ni yapi, kwamba ikishafika hatua kwamba wewe ni mzalendo, ni mambo gani au ni sifa gani unatakiwa uwe nazo. Na mwisho kabisa tutaangazia mambo ya kitamaduni, kwa sababu utamaduni na uzalendo ni vitu pacha, vinaenda kwa pamoja. Huwezi kuwa mzalendo kamili kama unashindwa kuenzi mila na desturi za Kitanzania au za jamii inayokuzunguka. Tunaanza na maana ya uzalendo. Uzalendo ni hali ya kujitambua. Mwisho wa siku adui akaona taangamiza, itakuwa ni maafa ya kidunia na dunia ingemlaani. Kwa hiyo adui hakufanya kile kitendo ambacho alitaka kufanya. Sasa hiyo ndo kujitoa kwa ajili ya taifa lako. Ya 4 ni kulilinda taifa lako. Au mwanajeshi pia una wajibu wa kulilinda taifa. Swali ni namna gani unaweza kulinda amani ya nchi? Popote pale ulipo unaweza kunyosha mkono. Wewe kama raia unaweza vipi kulilinda taifa lako? Wewe kama taifa lako. Yes. Kama raia. Husika na kwa wakati kwa vyombo husika vyenye mamlaka. Wewe kama raia ni kutoa taarifa. Toa taarifa kwa uongozi uliopo karibu, toa taarifa kwa jeshi la polisi, jeshi la wananchi, chombo chochote kile cha kiserikali. Tayari hapo utakuwa ushatekeleza wajibu wako wa kulilinda taifa lako. Yeye kulipenda taifa lako utalipenda vipi? Kila changamoto, kila habari inayotokea kwenye nchi yangu, kuna vyombo vya sheria, tutapeleka taarifa kwa ajili ya kulinda nchi yangu. Mambo gani yanayoweza kuathiri uzalendo? La kwanza ni kukosa shukrani. Kivipi? Inawezekana labda serikali imejenga shule, madarasa pale, madawati tayari, wanafunzi watakiwa waanze masomo, bado maabara haijakamilika. Sasa tusio wa kwanza kuitupia serikali lawama kwamba hamna maabara, shule gani, kwanza kubeza. Hiyo ni kukosa shukrani, kwa sababu hakuna nchi yoyote inayofanya mambo yote kwa pamoja. Kila jambo linaenda kwa hatua. Hatua ya kwanza wameshajenga, hatua ya pili wameshaleta walimu, hatua ya 3 itafuata maabara. Nimetoa mfano jinsi gani ya kuwa na shukrani, au ukikosa shukrani ni namna gani inaharibu uzalendo. Au kwa mfano halmashauri, mkurugenzi pale anatoa mikopo ya 10%, mmepata milioni 20, lakini unasema hii 20 kitu gani, tungepata 40. Wewe utoshi. Hapo umeharibu kabisa maana ya kuwa mzalendo. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaathiri uzalendo, kukosa shukrani. Jambo la pili ni kuridhika na maisha ya jumla. Hii inatuasa tuwe wachapakazi, tusiridhike na maisha ya jumla. Chapa kazi ili tuushinde umaskini, kwa sababu tukiwa na jamii maskini, maana yake
hatutokuwa na wazalendo wa kutosha. Ngoja tuone ni namna gani ya kuweza kuishepu jamii au kujishepu wewe mwenyewe. Unaweza kujishepu wewe mwenyewe au mzazi wako akakushepu au wewe ukawashepu watoto wako. Kushepu maana yake ni kuumba katika mwelekeo chanya, kwa sababu hatujayazuia madhara. Kwa hiyo tulipoingia kwenye mapinduzi ya mitandao ya kijamii na smartphone, watakiwa wataalamu wakae na kuainisha faida ni zipi, ili watu wafahamishwe faida ya haya mageuzi ya kiteknolojia ni zipi, iweze kwenda sambamba. Athari zake ni zipi? Kwa hiyo itasaidia hata nchi kutunga baadhi ya sheria na kanuni, na sio kuja kuzitunga baadaye wakati tayari watu ishakaa kichwani, mambo yao yashakaa kichwani. Ndio maana watu wengi mwanzo walikuwa wakiamini kwamba kila unachokiona kwenye mitandao ya kijamii ni kweli. Matokeo yake kumbe kuna watu wana nia mbaya na nchi, walikuwa wakipandikiza mambo ambayo sio ya kweli. Na kwa sababu wanajua hamjaelimishwa kuhusu athari za mitandao ya kijamii, walijua watawapotosha. Na kweli wamefanikiwa kuwapotosha, wamefanikiwa kuzitawala akili zenu, nasemea kwa ujumla wake. Sasa ni mtu mmoja, ni katibu wa vijana kata hii ya Mombo. Kwako mkufunzi, sisi tunafurahi kwa ujio wako, lakini pia kwa mafunzo yako. Mimi sina maswali binafsi, lakini tunashukuru kwa hii semina ambayo umetupa leo. Nadhani vijana wengi sasa, yale ambayo tunayawazia, kuna maswali ya 17 maandamano, siku nyingine ambayo yanakuja, sisi tumepokea maelekezo yako na tutafanyia kazi, na semina hii kwetu sisi ni nzuri pia. Mungu ndiye kubariki sana. Ndoa inawezaje kuhatarisha uzalendo? Utakuwa na tamaduni za Kifaransa, kweli si kweli? Hatujagusa uzalendo. Kuna baadhi ya mambo huku utaanza kusema haya ni ya kishenzi, wakati ndio mila zetu za Kitanzania hizo, utaanza kuyabeza. Tayari ushatoka kwenye maadili, ushatoka kwenye laini. Ndio mfano mwingine, nilikuwa Handeni mwaka jana, naona vijana wengi waliorudi kutoka Ulaya ambao walichukuliwa na wanawake, walioa au waliolewa sijui. Kwa hiyo walikwenda kuishi nao kule. Si mnajua Wamasai wameshika sana mila. Lakini baada ya miaka 5 waliporudi, unakuta Masai kaweka heleni, Masai anavaa mavazi ya ajabu ajabu, Masai anaanza kukejeli mila za Kimasai. Umeona jinsi gani ndoa inaharibu utamaduni au uzalendo? Sasa ni ya elimu ya uraia. Elimu ya uraia. Wewe ni raia, mimi ni raia, sisi sote ni raia. Awi? Tunaelewana mpaka hapo? Yes. Sasa raia ni nani? Kama wewe ni raia, mimi ni raia, sisi sote ni raia. Raia ni nani? Tumejifunza kutoka kwa Luteni, ametufundisha, tumesikiliza, tumejifunza kuhusu uzalendo. Lakini pia tumemsikia mzee pale, babu yetu, ameelezea kuhusu mila na desturi, ametusimulia ilivyokuwa na anavyotamani kuwa. Hiyo ni elimu. Unaweza ukasimuliwa, unaweza ukaona, unaweza ukajifunza mwenyewe kwa kusoma na mambo kadha wa kadha. Awi? Sasa twende kwenye raia, kama waliposema wenzangu waliotangulia, na nikawaambia jamani, sisi hapa ni Watanzania, ni raia. Maana raia, twende tukamwone raia. Raia ni mtu anayekubalika kisheria kuwa mwanachama katika nchi fulani. Raia ni mtu yote anayekubalika kisheria. Sisi ni raia wa Tanzania, tunakubalika kisheria kuwa wanachama katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa nini tunakubalika kisheria? Tumezaliwa hapa, tumeandikishwa, tumesajiliwa na tunafuata sheria na kanuni za nchi yetu. Kwa hiyo sisi ni raia kisheria kabisa, sisi ni raia wa nchi ya Tanzania. Kutokana na muda, twende tukaone sasa hii elimu ya
ya uraia ambayo ndio kubwa, inahitaji msisitizo katika kizazi hiki. Elimu ya uraia tunasema kwamba inatoa maarifa ya msingi kabisa yanayohitajika ili kumuunda binadamu yoyote yule, kutengeneza personality ya mtu. Anahitaji hii elimu ya uraia, na ukisoma maandiko mbalimbali, hii elimu ya uraia ni elimu tunayoishi kila siku, lakini inatakiwa kuonesha matokeo ya yale tunayojifunza. Kwa mfano, tumejifunza kuhusu mada ya uzalendo. Mzalendo ni nani? Sifa za mzalendo ni zipi? Kwa hiyo tukifanya yale matendo ya uzalendo yakaonekana katika nchi yetu na yakaleta matokeo mazuri, matokeo chanya, hiyo ni elimu ya uraia, elimu ambayo inaleta matokeo. Tumekumbushwa hapa na Luteni kuhusu mila na desturi, majina. Sasa mimi naitwa Happiness. Kwa hiyo tayari hapo nafikiri Luteni akiambiwa huyu mtu atasema kwamba hili jina sasa huenda sio la utamaduni, lakini ukienda jina la mwisho unakuta ni la utamaduni. Maana yake ni nini? Elimu inayotoa maarifa ya msingi yanayohitajika katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Tunasema pia ni elimu inayowapa wananchi wake maarifa. Hiyo elimu ya uraia inakupa maarifa ya kutambua mila na desturi zako, inakupa maarifa ya kutambua kabila lako, inakupa maarifa ya kutambua nafasi yako na mchango wako kidemokrasia kama kijana au kama kijana unayekuwa katika kuishi maisha uliyoko nayo sasa. Kwa hiyo tunaposema elimu ya uraia, tunalenga kuwajengea wananchi wetu kuwa wazalendo na kuwa wanaoheshimu sheria ambazo zipo katika nchi yetu, na pia ambao wanashiriki katika shughuli za maendeleo na wanaochangia kudumisha amani, umoja na demokrasia. Hii ndio elimu ya uraia. Inakuandaa kijana kuwa kijana bora, kuwa kijana unayezalisha. Tunaposema kijana unayezalisha, tunamaanisha kwamba unajishughulisha katika kazi ambazo zinaweza kukuingizia kipato. Kwa hiyo unapoingiza kipato katika nchi yako, moja kwa moja utashiriki kwenye shughuli za kitaifa, mfano shughuli za kulipa kodi. Vijana oye! Vijana safi! Haya, sasa elimu ya tusikilizane kidogo. Elimu ya uraia tunaendelea kujifunza. Tunasema kwamba hii elimu ya uraia inapaswa kuanza katika umri mdogo, na kwa kuzingatia hili, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunalitekeleza katika sekta ya elimu. Ukipitia kwenye mitaala inayoandaliwa na Taasisi ya Ukuzaji wa Mitaala TAI, utakuta mtaala unaoitwa elimu ya uraia, civic education, ambako sasa ukiingia kwenye zile mada ambazo zimeandaliwa na hawa watu wa TETI au taasisi ya uandaaji wa mitaala, utakutana na yale yote aliyoyazungumza Luteni hapa kwenye mada iliyotangulia. Utakutana na maada ya utambulisho wa mtu na jamii. Inakutambulisha wewe na jamii yako unayoishi, na vitambulisho vya jamii ni ile lugha unayozungumza, lakini pia na majina. Lakini pia itakutambulisha familia moja na familia nyingine, yaani jina fulani la mkoa wa Tanga litatofautiana na jina la mtu anayetoka mkoa wa Mbeya. Lakini pia wanafunzi mlioko hapa kama vijana, mtakubaliana na mimi kwenye mada za uraia. Tutakutana na haki na wajibu wa raia. Kwa hiyo Tanzania imeona kwamba ni muhimu elimu hii ikaanzia kabisa pale mtoto anapoenda kupata elimu ya msingi, ili aweze kujitambua, lakini pia ili aweze kuwa kijana mzalishaji, lakini pia
ili aweze kuwa kijana mwenye maono na malengo ya mbali. Ukienda pia kwenye zile mada utakutana na uongozi na utawala. Tunamwandaa kijana kuja kuwa kiongozi mzuri wa baadaye. Unaowaona vijana hapa, viongozi mbalimbali Tanzania waliandaliwa. Kwa hiyo Tanzania katika kutoa hii elimu ya uraia tunaitoa hata katika shule zetu za msingi. Tunazo mada za uongozi na utawala. Tunafundisha vijana mambo yote yanayohusu uongozi na utawala. Lakini sambamba na hilo, tuna mada za demokrasia. Kama kijana unafundishwa kuwa na uhuru wa kutoa maoni, uhuru wa kusikilizwa na uhuru wa kushiriki katika makongamano kama haya ambayo yanaandaliwa kabisa kitaifa na yana mantiki kubwa katika kumkuza kijana wa leo. Sasa nikihama kwenye hizo mada ambazo tunafundishwa shule zinazohusu elimu ya uraia, ambayo tumesema inaonekana kabisa kwenye matendo yale unayoyafanya. Ni nini umuhimu wa hii elimu ya uraia hususan kwa vijana wa Kitanzania wa leo? Tunasema kwamba nini umuhimu wa elimu ya uraia? Tunasema kwamba inawaandaa vijana kuwa raia wema. Jamani, kama tulimsikiliza Luteni, alizungumzia kabisa namna nzuri ya kuishi katika nchi yetu. Kwa hiyo elimu ya uraia inamwandaa kijana kuwa raia mwema. Raia mwema ni nani? Ni yule anayefuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa na nchi yake. Sambamba na hilo, umuhimu mwingine ni kwamba inakuza maadili mema. Kwa hiyo hii elimu ya uraia ni kichocheo cha kukuza maadili mema kwa watoto, vijana na hata watu wazima. Jamani, hata kule majumbani mnapokosea mnaonywa. Lengo la kuwaonya ni nini? Ni kukuza maadili ambayo tunapaswa kuwa nayo katika maisha yetu. Lakini kwa kuendelea kidogo, hii elimu ya uraia inadumisha amani na umoja. Aliuliza swali zuri sana, alizungumza kiongozi pale kuhusu amani na umoja. Katika elimu ya uraia tunakukumbusha wewe raia mwema wa Tanzania kudumisha amani na umoja. Tunaposema kudumisha, tunamaanisha kwamba tunashirikiana kuilinda hii amani yetu tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Na tunaposema kushirikiana kuilinda na kudumisha amani na umoja, ni kwamba tunakukumbusha unapoona vitendo hatarishi vinataka kutokea katika jamii yako, unakumbushwa kutoa taarifa katika vyombo vya kisheria. Usianze mbali, unaweza ukaanza kwa balozi wa nyumba 10. Mathalani, umeona watu wameingia kwenye kaya yenu ambao hawaeleweki, mienendo yao haieleweki. Wewe kama kijana, tunakupa elimu ya uraia ili kuweza kudumisha amani na umoja. Shiriki katika kutoa taarifa za vile vitendo ambavyo unaviona kabisa sio vitendo vizuri. Sambamba na hilo, elimu hii inatupa kuzuia vitendo vya uhalifu na vurugu. Jamani, raia mwema kwanza anafuata sheria na kanuni za nchi yake. Nchi yetu haituruhusu kufanya vitendo vya uhalifu, lakini utashangaa dunia ya leo, hivi vitendo vidogo yani vinaanza, tabia inaanza kidogo kidogo, halafu baadaye inakuwa kubwa. Kwa mfano, umepanda kwenye bajaji, umesahau mwamvuli wako. Yule mwenye bajaji anafahamu kabisa kwamba aliyokuwa amepanda hapa ni mtu fulani, lakini cha kusikitisha anaweza akauficha ule mwamvuli. Unaona, anapoteza sifa za kuwa raia mwema. Tumesoma asubuhi, mwaminifu, honest, anaficha ule mwamvuli. Mara nyingi tunasahau simu.
anaiona naye, wanasema ana mute, yani anaijua kabisa lakini ana mute. Huyu ni kijana ambaye anapoteza kidogo kidogo sifa za kuwa raia mwema. Anakuta watu wanafanya ugomvi kidogo, wametofautiana kidogo, wanataka kuzipiga, yeye anahamasisha, usimwache, usimwache, usimwache. Tunakumbushwa sisi kama raia wema kudumisha amani na umoja, na tunapodumisha tunalinda amani yetu kwa nguvu zetu zote, kwa sababu tukiipoteza madhara ni makubwa. Sasa tuangalie tunapoenda kwenye haya maisha yetu ya kila siku. Mmeona kabisa wazee wamefika hapa kusikiliza mada zinazojadiliwa, lakini ukizunguka huko mtaani unakuta kundi kubwa la vijana ambao ni nguvu kazi hawako hapa. Kwa hiyo wasipokuwepo hapa wanakosa hii elimu. Kwa maana nyingine tunasema kwamba wamekosa utii. Kukosa utii, ndugu zangu, raia wenzangu, ndiyo kuanza taratibu taratibu hivi vitendo vya kuvunja amani. Ukikosa utii utafanya kinyume chake. Kwa hiyo elimu ya uraia, tunakumbushwa kuwa vijana wazalendo, tunakumbushwa kuwa vijana waaminifu, tunakumbushwa kuwa vijana ambao ni wawajibikaji. Tunaangalia kuna fursa gani zimetuzunguka na tunazifanya. Ni hatari sana kijana anapokaa bila kuwa na kazi yoyote ile. Pale ndipo mambo madogo madogo ambayo baadaye yanaweza kuleta athari yakatokea. Kwa hiyo tunakumbushwa vijana kuchapa kazi kweli kweli. Tunakumbushwa vijana kulima. Nimesema hii elimu ya uraia inazungumzia kuhusu matendo na matokeo zaidi. Tujikite katika shughuli za kilimo, tujikite katika shughuli za ufugaji, tujikite katika shughuli za biashara, ili pia tuweze kuwa na maisha ambayo ni mazuri na bora kwa kila Mtanzania. Mimi napenda kuwakumbusha kama vijana wenzangu kwamba uzee hauko mbali. Wanasema ujana ni maji ya moto, si ndio jamani? Hutaki kuamka asubuhi, wewe sio raia mwema. Hutaki kushughulika kwenye shughuli hata za msalagambo zilizoko katika kijiji chako. Wenzako wananyanyuka na ndoo na machepe, kurugenzi anapita huko anapiga mbiu, mnaitwa leo tukutane kuziba mitaro. Vijana ambao ndio nguvu kazi, nyie ndio mnalala, sisi ndio tunaongoza kuchati mpaka usiku wa manane. Unavyoendelea kuchati usiku kucha, ukiamka asubuhi nguvu imekwisha, kuna energy kubwa sana inakwenda. Amezungumzia mwenzangu mtoa mada aliyopita. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Matokeo yake sasa tunaenda kwenye kundi la utu uzima au uzee tukiwa hatuna kitu. Huna biashara, hutaki kufanya kazi, ukiajiriwa sio mwaminifu, ukiitwa kwenye matamasha kama haya ukumbushwe tu haki zako au wajibu wako kama kijana, unakimbia. Nyumbani huwatii wazazi, huwatii walezi wako. Umeingia kwenye gari, umemkuta mzee, wewe umekaa siti nzima, unajitanua, unachati, unajiselfie. Yule baba anahangaika, anasimama, viungo vya mwili vimeisha. Vijana oye! Jamani, hii ndio elimu ya uraia. Tubadilike vijana, safi. Tunaelewana vizuri, tusiibe. Amesahau kitu, usimuibie. Amepoteza, mpelekee, unafahamu ni cha kwake. Amekupita umri, msalimie, mpishe. Huo ndio uzalendo. Mbiu inaitwa kwenye msalagambo, vijana tuwe wa kwanza kujitokeza. Na tukifika tusishikilie picha, simu kupiga picha na kuchukua video, tufanye kazi. Awi hapo mbona
mnakaa kimya? Wangapi wanaenda kwenye msalagambo ukiitishwa? Tunaenda wote, si ndio eh? Nyie ni raia wema. Wangapi ni watiifu kwa wazazi wao? Safi sana. Wangapi wanawajibika katika shughuli mbalimbali za uzalishaji mali? Safi sana. Wangapi wanajitokeza kupata elimu katika majukwaa mbalimbali kama haya ya vijana? Sasa mimi nafahamu Mombo kuna vijana wengi sana. Ninaomba muende, na ni vijana ambao wana nguvu sana. Mimi natokea Korogwe kijijini hapo juu milimani. Jamani, mna nguvu, mko smart, lakini hapa mmekuja wachache. Umeona eh? Kama umeshindwa kumvuta mwenzako, basi kuna kitu cha ziada hujakitimiza. Awi, tuvutane tuje kwenye kazi. Mheshimiwa Mkurugenzi, mimi ni UVCCM wa UDSM mwaka 2003, lakini mpaka leo hata kama ni mtu mzima sijahama kwenye reli. Kuna elimu nilipa 2003 mpaka 2007 UVCCM, University of Dar es Salaam. Kina Mtatiro, kina nani, wote tunafahamiana vizuri. Tulikuwa ni vijana wenye nguvu kweli kweli, na ndio maana leo nimeitwa njoo, nimekuja. Kama sio mzalendo hauji. Vijana oye! Hautapata fursa kama huwezi kujitolea. Kwa hiyo elimu ya uraia, kijana uonekane, lazima ujitolee, na kujitolea sio kubeba mabegi ya mkurugenzi. Jitolee kwenye kufanya kazi. Awi, hapo mmesinzia. Vijana safi, tujitolee kwenye kazi, tujitolee kwenye mihadhara, tuchangie mambo mbalimbali. Mheshimiwa Mkurugenzi, mimi niko kwenye kamati ya financial inclusion ya BOT. Kwa sababu gani? Huwa ninajitolea kwenye mihadhara, ninafanya bure, wananiona, wananialika. Mpaka sasa niko kule. Vijana oye! Mkurugenzi, mimi ni gender focal person, ni mtu wa masuala ya usawa wa kijinsia na ujumuishi katika chuo cha walimu Korogwe. Haya madawati yamesogezwa kwa jamii ili jamii tuweze kutatua matatizo yetu wenyewe bila kwenda kule polisi. Nisingewajibika, yamkini nisingeonekana. Vijana oye! Tunaelewana jamani? Kwa hiyo uwajibikaji unaanza na wewe mwenyewe. Fanya kitu kinacholeta matokeo chanya. Mwisho si kwa umuhimu sana, ninatoa shime, vijana wote tujitokeze kupokea mwenge wetu wa uhuru na kukesha katika mikesha yetu. Lakini tunapokesha tuwe raia wema, tusifanye vitendo ambavyo ni kinyume na sheria na kanuni za nchi yetu. Vijana oye! Tujitokeze kwa wingi, na mimi mwenyewe nitakuwepo kwenye mkesha na tutakesha wote mpaka asubuhi. Lakini ninakukumbusha tu kama kijana, kama raia wa Tanzania, katika ule mkesha wetu tukeshe kwa malengo. Hapa kuelezea kile kitu ambacho kinamfanya mtu naye awe raia. Sisi tunaelewana? Kwa majina anaitwa Eric Barongo, ni afisa msajili wa wilaya mwandamizi kutoka Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA. Na kwa ajili tulipewa mada ya uraia, tukaona na sisi tupate nafasi ya kuelezea machache kuhusu masuala ya vitambulisho vya taifa. Wangapi wanamiliki kitambulisho cha taifa au namba ya utambulisho? Kweli wachache kiasi hicho? NIDA, namba ya NIDA na kitambulisho cha taifa kitu kimoja, lakini vinakuja kwa awamu. Sasa tukiwa hapo, unamiliki kitambulisho cha taifa au unamiliki namba ya NIDA, je, hiyo namba ya NIDA unayomiliki unajua umuhimu wake? Au hicho kitambulisho cha taifa unachokimiliki unajua umuhimu wake? Eti labda kwa kuanzia, nani anaweza kutusaidia? Na napenda hiyo shirikishi kidogo, twende haraka haraka. Nani anaweza kutusaidia nini maana ya NIDA? Tuna vitambulisho vya taifa. NIDA ni chombo au ni taasisi ya serikali inayoshughulika na usajili na utambuzi wa raia wa Tanzania
wageni wa kazi pamoja na wakimbizi ambao wametimiza miaka 18 na kuendelea. Tuko pamoja. Hiyo ndio NIDA. Je, baada ya kujua NIDA ni nini, sasa hivi tuna vitambulisho na baadhi tuna namba, tunasubiri tupate vitambulisho. Linapita umuhimu wa NIDA. Kwanza inakutambulisha wewe ni nani na unatokea wapi. Namba 2 inakusaidia kupata huduma mbalimbali haswa za kifedha. Jina langu naitwa Ebeneza John. Mimi ni Certified Public Financial Educator nikiwa chini ya Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia ni mwanzilishi wa kampuni ya Ebe Finance na ni mtendaji mkuu wa hiyo kampuni ambayo inatoa huduma za financial consultants. Lakini kwa sasa pia nafanya kazi na wizara yetu ya nchi, pia ofisi ya Rais. Mheshimiwa Waziri alinipa nafasi ya kuwa na mshauri, lakini pia nakusaidia vijana wa taifa hili kugundua au kuona fursa ambazo zinapatikana kwenye nchi yetu ili waweze kuzitumia. Lakini pia nimekuwa nikizunguka pia katika halmashauri yetu baada pia mkuu wa mkoa kunipa nafasi. Sasa nimepewa kuibua fursa za kiuchumi ambazo zinapatikana kwenye jamii yetu ya Mombo, lakini na taifa letu la Tanzania. Kabla sijaanza, naomba niongelee tunaitwa mafanikio ya kifedha. Tukisema mafanikio ya kifedha, kwako unayatafsiri vipi? Moderator namba Mike. Tukisema mafanikio ya kifedha, kwako unayatafsiri vipi? Ni mambo gani kama kijana ukiyafanya kwako kifedha unajiona umefanikiwa? Ni vitu gani? Yaani ukivifanya wewe kwako unajiona umefanikiwa. Napo nichagulie mtu mmoja tu, hata katibu wetu wa vijana CCM Bwana Saidi. Anaweza akatusaidia. Yeye kwake mafanikio ya kifedha anayatafsiri vipi? Wewe unatafsiri vipi mafanikio ya kifedha? Mambo gani ukiweza kuyafanya kwako? Ni lazima kwanza ujitoe. Yes. Lakini pia kwa kujitoa huko, lakini pia lazima kupata pesa pia uheshimu kipata. Lakini pia na kulinda rasilimali zako ambazo unazo. Kwa ukiweza kulinda rasilimali zako, ukiweza kuwa na nidhamu, kwa kifedha unajiona umefanikiwa. Umefanikiwa. Tupige makofi. Mafanikio ya kifedha mnayatafsiri vipi? Kundi la kwanza nikasema kwamba sisi tukiweza kulipa bili zetu ndani ya muda, yani wakiweza kulipa bili ya nyumba, yani ile kodi ya nyumba, wakiweza kulipia maji, vocha na kadhalika, kwao kifedha wanajiona wamefanikiwa. Kundi la pili nikasema hivi, sisi tukiweza kusafiri duniani na kufurahia maisha, kwetu kifedha tunajiona tumefanikiwa. Hawa ndio leo naona wako Zanzibar, kesho wako Shinyanga, Ujakatu tunasikia yuko Dubai. Lakini kundi la tatu ikasema sisi tukiweza kumiliki nyumba zetu, tumechoka kukaa kwenye nyumba za upangaji, kwetu kifedha tunajiona tumefanikiwa. Kundi la mwisho likasema tukiweza kustaafu vizuri, kwetu kifedha tunajiona tumefanikiwa. Sasa ni nini maana mafanikio ya kifedha? Mafanikio ya kifedha ni hali au ni uwezo wa taasisi au mtu kuweza kucontrol fedha zake. Mafanikio ya kifedha sio matokeo ya mtu kulipwa mshahara mkubwa kwa mwezi. Mafanikio ya kifedha sio matokeo ya mtu kuingiza faida kubwa kwenye biashara yake. Unaweza kuwa unalipwa milioni 1 kwa mwezi lakini wewe ni maskini. Unaweza kuwa unaingiza milioni 50 faida kwa mwezi kwenye biashara lakini wewe ni maskini. Kwa sababu gani? Mafanikio ya kifedha ni matokeo ya matumizi mazuri ya kipato chako na kubakiza. Kwa tafsiri tunasema kwamba kinachomata sio kwamba unaingiza shingapi. Kinachomata unabakiza shingapi katika hicho unachokiingiza na unafanyia nini? Kwa unaweza kuwa unalipwa milioni 2 kwa mwezi mshahara, lakini kama matumizi yako ni milioni 2, wewe ni maskini. Kama unaingiza faida kwenye biashara yako ya 500,000 kila siku, matumizi yako ni 520,000, wewe ni maskini. Lakini kuna mwingine, mama wangu anauza nyanya tu hapo sokoni hapa kwetu Mombo. Kwa siku anaingiza shilingi 5,000, lakini matumizi yake ni 3,000. Anabakiza 2,000. 1,000 anapeleka NMB kama emergency fund. Akiumwa, akipata dharura yote inamsaidia. 1,000 anaenda kuwekeza. Nitaongelea mambo ya uwekezaji kwa uchache sana. Huyu mtu kifedha tunamuita amefanikiwa. Kwa maana nyingine ni kwamba naongea na maafisa usafirishaji mko hapa. Unaingiza shilingi 20,000 kwenye bodaboda yako pale. Ukiweza kusave, yani usile 20,000 yote, 20,000 tenga 5,000 au 10,000, weka akiba 10,000 tumia. Unaweza kumzidi mafanikio ya kifedha mtu ambaye analipwa hapa NMB milioni 20. Awi. Kwa hiyo ndio maana mafanikio ya kifedha. Sasa zipo fursa mbalimbali za kiuwekezaji
ambazo zinapatikana kwenye nchi yetu, ambao sisi kama vijana tunaweza kuzitumia katika kutimiza dira yetu ya maendeleo ya taifa. Mwezi Julai unaofuata tunaanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050 ambayo malengo yake ni kuhakikisha uchumi wetu kufika 2050 unakuwa ni uchumi imara, jumuishi na shindani. Lakini lengo letu ni kufika pato la taifa la dola trilioni 1 kufika mwaka 2050. Sasa njia moja hapo rahisi zaidi ambayo sisi kama taifa na vijana sisi ndio ambao tutakuwa wamiliki wa uchumi wa 2050. Sisi kama vijana au kama taifa, njia rahisi ya kutusaidia kuweza kufikia maono haya ni masoko yetu ya fedha au ni masoko yetu ya mitaji. Kwenye masoko ya mitaji kuna fursa za uwekezaji kwenye hisa, kuna fursa za uwekezaji kwenye dhamana, kuna fursa za uwekezaji kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, kuna fursa za uwekezaji kwenye crowdfunding fund. Hii ni product mpya. Sasa nikisema hisa tunamaanisha nini? Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Wangapi ambao tuna account NMB? Wangapi ambao tuna account NMB? Wangapi ambao tunaimiliki hii benki hapa? Tunamiliki hii benki. Saidi una hisa hapa NMB? Wangapi ambao tunamiliki hii benki? Wangapi ambao tuna laini za Yasi au Vodacom? Wangapi ambao tunaimiliki Vodacom? Hisa manake ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Kwa maana nyingine ni kwamba kwenye vikao vya maamuzi vya kampuni kama hii ukiwa unaimiliki unaingia. Hii kampuni ikitengeneza faida na unakuwa ni moja ya kupata faida. Kwa hiyo hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Faida ya kwanza ambayo tunapata kwa kumiliki hisa, unapata kitu kinaitwa capital gain au kwa Kiswahili tunasema ongezeko la thamani ya fedha zako au ongezeko la mtaji. Kwa mfano, mwaka 2009 hisa ya kampuni ya CRDB sokoni kwenye soko letu la Dar es Salaam ilikuwa inauzwa shilingi 150. Lakini leo hii hisa ya CRDB sokoni inauzwa shilingi 2500 kwa ripoti za leo. Hisa ya kampuni ya NMB mwaka 2009 ilikuwa inauzwa shilingi 600 sokoni. Sasa tuwashumu rafiki yangu pale bwana Sida Izit, yes, akanunua hisa za NMB hisa milioni 1 tu ambazo zilikuwa na thamani ya milioni 600. Leo hii hisa moja ya NMB sokoni inauzwa shilingi 15,000. Kwa maana nyingine ni kwamba capital gain tunachukua ile 15,000 toa shilingi 600 ambayo umenunulia pale, unakaribia faida ya 14,400. Sasa hii ni mitaji ambayo makampuni mbalimbali yanafaidika nayo. Hata mimi pia nimewambia namiliki kampuni. Mtaji wa kuanzisha hii kampuni yetu sikuwa na keshi. Niliwekeza, nikauza sehemu ya hisa zangu kwa moja makampuni ambayo yako pale kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo ni fursa ambayo ipo sisi kama vijana, na hii ndio njia ya kumiliki uchumi. Haya makampuni CRDB, TCC. Juzi nilikuwa naongea na watu wa Tanga jiji pale. Nikaa nawaambia ukienda kwenye hichi kiwanda cha simenti cha Tanga Cement, walio wengi hapa wafanyakazi hapa ni hapa Tanga. Lakini wangapi ambao wako hapa wanamiliki hichi kiwanda? Hakuna hata mmoja. Nikamwambia mnaweza kumiliki hichi kiwanda, mkawa ni wamiliki, mkawa ni wafanyakazi, mkawa ni viongozi. Kwa maana nyingine kwenye maamuzi ya hii kampuni mnakuwa mnaingia. Juzi wakati ni kwa Arusha kwenye mkutano mkuu wa miliki wa benki ya CRDB kutoka Tanga, nilikuwa peke yangu. Wakati mheshimiwa mkuu wa mkoa anazungumza pale, anauliza watu kutoka kwenye mkoa wao, nilikuwa tiko peke yangu tu. Na ndio maana nimekuja hapa ili kuwasaidia vijana wenzangu muweze kuchangamkia hizi fursa. Hii ndio njia ya kuweza kumiliki uchumi wa nchi. Kwamba makampuni yakitengeneza faida na sisi tunapata nini? Faida. Faida ya pili ambayo tunapata ni kitu kinaitwa gawio. Gawio ni sehemu ya faida ambayo kampuni ikifanya biashara, ikatengeneza faida, ikatoa kodi ya serikali, ikatoa gharama za uendeshaji, sehemu ya faida huwa wanarudisha kwa wamiliki wao, kwa wanahisa wao kulingana na sera yao ya gawio. Kwa mwaka huu 2026 makampuni mawili tu, NMB na CRDB, wameidhinisha zaidi ya gawio la bilioni 500 kwenda kwa wanahisa wao. Lakini kwa bahati mbaya sana ni vijana wachache sana kutoka kwenye huu mkoa ambao tunapata hizo fedha. Nyingi zinaenda Dar es Salaam, zinaenda Arusha, Kilimanjaro, Mwanza. Lakini kwa hapa kwetu wengi hizi fedha tuzipata na zinaingia kwenye mzunguko. Faida fursa pili ambayo inapata kwenye masoko yetu ya mitaji ni fursa ya uwekezaji kwenye dhamana. Dhamana maana yake nini? Ni bondi kwa Kiingereza au mikopo. Kuna mikopo ya serikali au kuna bondi za serikali, kuna bondi za makampuni, kuna bondi za manispaa zetu hizi. Kwa mfano Tanga Uwasa. Tukisema bondi tunamaanisha nini? Bondi ni mkopo ambao serikali inakopa
kwa fedha kwa lengo la kugharamia shughuli za maendeleo ya muda mrefu. Mara nyingi watu tunajiuliza pale bungeni wakati waziri wa fedha anasema deni letu la taifa limefika kiasi hichi, lakini deni la nje ni kiasi hichi na deni la ndani ni kiasi hichi. Walio wengi watujui hapa ndani serikali inakopa wapi? Huwa ikopi tu NMB. Yes, kwa mujibu wa leseni ya BOT ambao walipewa watu wa NMB sasa na mabenki mbalimbali. Yes, yatakuwa ongeze ukwasi wao. Ndio wanatumia hizo bodi. Lakini hata wewe ambao umekaa hapa una uwezo wa kuikopesha serikali fedha. Kwa hiyo wakati deni la taifa inatajwa pale bungeni kwamba taifa letu linadaiwa na vitu kama hivyo, na wewe unakuwa ni mmoja wa watu ambao unadai taifa. Awi. Ni fursa ambayo ipo, na faida ya kuwekeza kwenye dhamana za serikali ni free risk. Hakuna kupoteza fedha zako. Faida ya pili, unaweza kutumia kama dhamana kwenda kuombea mkopo kama benki hapa. Baada ya kuweka kiwanja chako kama dhamana, kuweka shamba lako, nyumba yako, unaweka bondi. Hii ni fursa ambayo ipo. Kuna bondi pia za makampuni, kuna bondi za manispaa, na nyingi interest yake au faida yake ni asilimia kuanzia 12 kuendelea mpaka 15, 16. Najua hapa naongea na wengi pia ni Waislamu. Hizi bondi zinatoa riba, lakini zipo bondi au hizi dhamana ambazo zinafuata misingi ya sharia ya Kiislamu, zinaitwa sukuku bondi. Tuzichangamkie kama vijana katika kuongeza mitaji yetu. Fursa ya mwisho ni fursa ya uwekezaji kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Ni aina gani ya uwekezaji huu? Investors tunaweka fedha pamoja, then manager ya mfuko anaenda kuziwekeza kwa niaba yetu sisi. Kwa hiyo mfano nimeongea mambo ya hisa hapa, mwingine hauna utaalamu wa kwanza kuchambua kampuni. Yanaota vizuri na watu wanapata matokeo mazuri, na tunajua kuna familia ambazo zinaendesha maisha yao kupitia kilimo hicho. Kilimo kingine ni maharage, kuna mpunga, mboga, matunda na viungo. Fursa nyingine iliyopo ni fursa ya ongezeko la thamani, sehemu ambayo ninatamani sana vijana wengi waweze kuichangamkia hii sehemu. Ongezeko la thamani la bidhaa za mazao ambayo yanapatikana ndani ya Korogwe. Tunaweza kusindika mazao tukayaongeza thamani. Kwa mfano kama zao la mahindi yakishavunwa, kuna uwezekano vijana tukatengeneza vikundi au tukajiongeza mmoja, ukaenda ukasajili brand yako ya unga, unaisajili brand yako ya unga, unatengeneza packaging nzuri, unaanza kuuza. Na uzuri ni kwamba ndani ya Korogwe, kwa dhamira tulionayo sasa katika kuwanyanyua vijana kiuchumi, tuna uhakika endapo kijana atajitoa na kuchukua jitihada mojawapo katika hizi fursa ambazo tunazielezea, basi sisi wenyewe wakazi wa Korogwe ndio tutakuwa namba moja na tutaipa kipaumbele bidhaa yako pale tunapokuwa tuna uhitaji wa bidhaa ya aina hiyo. Tuna uwezo wa kuongeza thamani bidhaa mbalimbali, na kuna kwenye swala la bidhaa ya mahindi, kiukweli fursa ni nyingi. Juzi tu hapo nimeweza kugundua kwamba kumbe hata yale mabunzi ambayo ukishatoa mahindi ile stem, gunzi lile, na lenyewe ni fursa pia. Kuna nchi nyingi wanazitumia hizo kama bidhaa ya kulishia mifugo, lakini pia tunaweza kutumia hiyo kama bidhaa ya watu, kama nishati ya kupikia, ingawa sasa hivi serikali ina influence kwenye nishati safi, lakini pia ni fursa ambayo tunaweza kuitumia kujikwamua katika changamoto ya kujikwamua kifedha. Fursa nyingine iliyopo ni ufugaji. Kuna ufugaji tofauti, kuna ufugaji wa kuku, kuna ufugaji wa kuku wa mayai, kuku wa nyama, ufugaji wa ng'ombe, mbuzi, nguruwe. Hizi zote ni fursa nzuri ambazo kijana yoyote ana uwezo wa akaanza na kuku wake wawili taratibu. Mwisho wa siku, ndani ya muda mchache, kama akiweka nguvu yake zaidi kwenye ufugaji huo, atapata matunda mazuri zaidi. Utafuga kuku wa mayai, utauza mayai,
utafuga kuku wa nyama, utauza. Uhitaji ni mkubwa sana, na tunaamini kama tunaweza kutengeneza njia nzuri za kuweza kuwafikia wahitaji, kuyafikia masoko yanayohitaji hizo bidhaa, then tunaweza kufikia lengo letu la kujikwamua kiuchumi. Kwa haraka tu, swala lingine moja ambalo linatukwamisha sana vijana ni swala la ubunifu, creativity. Tumekuwa tunajaribu kufanya biashara zetu kimazoea, lakini tukumbuke sasa hivi ni utandawazi. Utandawazi umebadilisha mambo. Sasa hivi mimi naweza nikakaa nyumbani kwangu, nina kuku wangu wa mayai, natengeneza nakusanya mayai yangu, lakini nikaingia kwenye mitandao ya kijamii nikatengeneza page ambayo inadili na kuuza mayai peke yake. Niamini mimi, utapata wateja wa kutosha na utauza sehemu mbalimbali ambazo hata hujategemea kuzifikia. Kwa hiyo kubwa zaidi ninaloliona kwa vijana, tunachotakiwa kufanya ni kujaribu kuwa wabunifu kwenye swala la masoko na namna tunavyoweza kuwafikia wahitaji wa bidhaa ambazo tuna uwezo wa kuwa nazo. Swala la ufugaji ni jambo ambalo lina fursa kubwa na nyingi sana, na nature ya mazingira yetu tulionayo ndani ya Korogwe, tuna uwezo wa kufanya vizuri zaidi kuliko tunavyotegemea. Wazazi wetu wamekuwa wakulima, wazazi wetu wamekuwa wafugaji. Hauwezi kushindwa kupata elimu ya namna gani ya kufuga kuku, kufuga ng'ombe, kufuga nguruwe endapo utakaa na watu wazima. Mbali na hao watu wazima, wazazi wetu ambao wamekuwa wanatulea, wanatusomesha kwa biashara hizo hizo za kilimo na mifugo, tunazo ofisi za maafisa ufugaji, tunazo ofisi za watendaji. Unaweza kufika pale wakakupa elimu ya namna gani unaweza kufuga. Lakini lingine kubwa ambalo natamani sana niwajulishe ni kwamba ofisi ya afisa biashara katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe imejizatiti kushirikiana na vijana kwa namna yoyote ile. Muda wowote wa kazi, kijana afike pale aje atuambie ana wazo la kufanya biashara ya aina gani, and then tutashirikiana hapo jinsi gani unaweza ukawafikia wahitaji wa hizo biashara ambazo unategemea kuzifanya. Kwa hiyo kubwa zaidi naomba ni insist tu kwenye nisisitize kwenye swala la ubunifu, kwa sababu hapo ndipo tunapokwama. Kama wazazi wetu walikuwa wanafanya ufugaji, sisi sasa hivi na utandawazi unavyoenda, inatakiwa tuje umwambie, bwana mzee, umekuwa unafanya ufugaji, lakini namna ambayo umekuwa unawafikia wahitaji wa maziwa ilikuwa ni loko sana. Sasa hivi mimi nakushauri mzee wangu, tufungue kampuni, tutengeneze social media pages ili tuweze kuwafikia watu kwa ukubwa na kwa upana zaidi. Usilenge masoko ya kuwafikia watu ndani ya eneo lako tu, ingawa hiyo ndo startup nzuri zaidi, ukianza na watu wako wa pembeni. Ila ukifungua social medias, ukatengeneza kampuni, umeisajili, ukatengeneza website, utashangaa watu wanakuagiza maziwa kutoka Dar es Salaam, watu watataka bidhaa zako kutoka Arusha, watu watataka bidhaa zako kutoka Tanga. Utaweza kuwafikia kiurahisi zaidi. Kwa hiyo naomba nisisitize sana kwenye swala la creativity, kwamba ubunifu tujitahidi sana, kwa sababu kwenye mapambano dhidi ya rushwa tunaanziaga kwenye maadili, kwa sababu maadili yameshaimbwa tayari, na tunaamini sisi vijana ubongo wetu uko vizuri, uko timamu, umeshapokea. Mimi naomba niende tu moja kwa moja kwenye rushwa. Nitazungumzia maana ya rushwa, najua tunaijua, ila tutakumbushana tu kwa leo. Nitazungumzia pia athari za rushwa kwa vijana, na pia nitazungumzia wajibu wa vijana katika kupambana na rushwa. Tukianza na maana ya rushwa. Rushwa ni kitendo cha kutoa, kupokea, kuomba au kukubali kitu cha thamani kwa lengo la kushawishi,
maamuzi au utekelezaji wa majukumu kinyume na sheria, taratibu, maadili ya kazi. Rushwa tulioizoea sisi tumekariri kwamba rushwa ni fedha tu peke yake, lakini hapana. Rushwa pia inaweza ikawa zawadi au mali, ikawa ahadi ya ajira au upendeleo, ikawa ni rushwa ya ngono, pia ikawa ni fursa zinazotolewa kwa lengo la kupata manufaa yasiyostahili. Sasa tuangalie athari za rushwa kwa vijana. Nitazitaja tu kutokana na muda, najua watu tumechoka kidogo, na ubongo wa mwanadamu hauwezi kukaa muda mrefu kupata vitu vipya kila muda ndani ya muda mchache. Kwa hiyo sasa athari ni zipi kwa vijana za rushwa? Ya kwanza, kupoteza fursa za elimu. Rushwa katika mfumo wa elimu inaweza kusababisha baadhi ya wanafunzi kupata nafasi za masomo, mikopo au matokeo ya mitihani kwa njia zisizo halali. Kukosa ajira. Katika baadhi ya mazingira vijana wanaweza kunyimwa ajira au nafasi za mafunzo kwa sababu nafasi hizo zinatolewa kwa upendeleo au kwa misingi ya rushwa. Kudhoofika kwa maadili au na uadilifu. Mara nyingi vijana wanapoona watu wanafanikiwa kwa njia za rushwa, wanaweza kuanza kuamini kwamba mafanikio yanapatikana kwa njia za mkato baada ya juhudi, maarifa na uadilifu. Kuongezeka kwa uhalifu na vitendo visivyo halali. Baadhi ya vijana wanakosa fursa kutokana na rushwa, kujikuta wakijihusisha na uhalifu, matumizi ya dawa za kulevya au shughuli nyingine zisizo halali kama njia ya kujipatia kipato. Kupoteza imani kwa mfumo wa haki. Vijana wanapoona kuwa haki inaweza kununuliwa kwa rushwa, kupoteza imani kwa taasisi za serikali na mfumo wa sheria. Sasa kwa mustakabali huo, tuangalie wajibu sasa sisi kama vijana, nini tunapaswa kufanya kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Kwanza, kukuza na kulinda uadilifu. Vijana tunapaswa kuwa waaminifu katika masomo, biashara, ajira au shughuli zote tunazozifanya. Kukataa, kupokea, kutoa au kuomba rushwa. Kila kijana anapaswa kuwa sehemu ya suluhisho kwa kukataa kushiriki vitendo vya rushwa kwa namna yoyote ile. Kuripoti vitendo vya rushwa. Sisi kama vijana tuna wajibu kuripoti vitendo vyovyote vile vya sheria au vitendo vya rushwa. Ukiombwa rushwa, toa ripoti mapema. Umepita huko mtaani, unaona kuna mradi unatekelezwa, hauelewi, umesimama muda mrefu, au labda ni shule, jengo linajengwa tayari linaufa, wewe njoo tupe taarifa hiyo, sisi tutaishughulikia. Kutoa elimu na uhamasishaji. Sisi kama vijana tutumie majukwaa haya vijana kuelimishana na kuhamasishana katika mapambano yote yano dhidi ya rushwa. Tanzania nina tangazo. Nashukuru Amina, mishemisha zikuishi mtani, chochote kipike nyumbani, sikia. I know you have dreams. Wasikia? We hata kama maisha magumu, hatukati jamaa tunapambana. Muungano wa Tanzania. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri yetu, nimesimama mbele yako, naitwa Bakari Selemani Mtawazo, kijana wa wilaya hii ya Korogwe Vijijini. Tumesimama kwa ajili ya kukushukuru kwa sababu bila wewe sisi tusingefikia hapa. Tunakushukuru kwa sababu ni vijana, tulikuwa vijana 12
ambao wewe mwenyekiti wa halmashauri kwa gharama zako ukishirikiana na mwezeshaji wa vijana au msimamizi wa vijana kutupeleka Tabora kwenye mafunzo ya nyuki. Tumerudi tukiwa tumeiva vizuri, tunao uwezo, tunao ujuzi, tunavyo vyeti. Tunakushukuru kwa niaba ya vijana wote wa Korogwe vijijini. Hongera sana na umeifanya kazi vizuri. Kwa hiyo tunalo deni kwako kwa ajili ya kulipa hilo fadhila. Tunakushukuru sana. Baada ya kusema maneno haya, nawashukuru vijana wote. Namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini mbunge wetu Timotheo Paul Mzava kwa kupambania sisi vijana ili tuweze kutimiza azima yetu ya kesho. Tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Studio. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vijana wa Mombo oye! Ndugu afisa utamaduni halmashauri ya wilaya ya Korogwe, waheshimiwa madiwani na diwani wetu mwenyeji Mheshimiwa Kaoneka, wataalamu kutoka ngazi ya halmashauri ya wilaya ya Korogwe, wazee wetu wa Mombo wakiongozwa na mwenyekiti wa wazee wa Mombo, wawezeshaji wetu ambao leo tumepata elimu ya kutosha, vijana ambao leo ndio ambao wametufanya tukutane leo kwenye jukwaa hili ambao ni kongamano ya vijana, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, mwanzoni alikuwepo mkuu wetu wa wilaya ambaye ndo mgeni wetu rasmi, lakini kutokana na majukumu ambayo hakuweza kuzuilika, basi ametuomba akaendelee na mambo mengine, lakini ametuacha bado kwa nafasi ile ile kwamba ni mwakilishe wakati wa kuja kuahirisha kongamano letu. Hakuna maneno mazuri sana ya kusema. Jukumu limebaki kwetu sisi vijana. Afisa utamaduni amefanya jambo kubwa na inamani huu ni mwanzo, na kipindi kijacho tutafanya kama haya. Maana yake tutakuwa tunajipima mwakani, tukikutana ile elimu ambayo tumepewa kwenye maeneo yote itakuwa tumeifanyia kazi. Kwa hiyo tutalinganisha kwamba makongamano yakiletwa kuna kitu tunaondoka nacho. Tumepitishwa kwenye mambo 6. Katika mambo haya na imani hapa vijana alikuwa anaona kuna madaftari, kuna vinotebook. Maana yake ni katika mazingira ya kusema kuna uwezekano uwezi ukayashika yote, lakini ukiandika baadaye unaweza kujikumbusha. Vijana wewe, kwa ndugu zangu, mimi niwaombe tu vijana, kama leo limefanyika hili, wamekuja wawezeshaji mbalimbali, wametusaidia kuelewa umuhimu wa kila jambo. Bado tumepata nafasi, kuna maeneo kama ni benki tumepewa fursa ya kwenda tukaulize zaidi, ili kesho na kesho kutwa ionekane kwamba vijana mpango mzima wa kongamano hili watakuwa wamenufaika nalo. Kwa hiyo jukwaa hili ni platform sasa ya kutufanya hatua tuliokuwa nayo mwanzoni ya kutokuwa na uelewa wa jambo fulani, lakini sasa tutakuwa tumeelewa ni namna gani wa kufuatilia ili tuweze kufanikisha malengo yetu. Kwa hiyo niwaombe sana kwa kupitia jambo hili, lakini afisa utamaduni, najua kuna mengine ambayo yametajwa, inabidi vijana wafike ofisini kwako, na kama umeweza kuandaa jambo kama hili, ni imani yangu kwamba wakifika utawaonyesha njia ambayo inafaa, ili kipindi kijacho tukikutana tuonekane kwamba kuna mafanikio yamepatikana. Kwa hiyo katika maeneo yote ambayo tumeshiriki hapa, namba 1 mpaka namba 6, kwa kila eneo limetuasa vijana
kuwa waadilifu, kuwa waaminifu. Katika maeneo mengi jambo hili limetawala sana, lakini kuna mtaalamu wetu aliwatoa hofu kwamba siku hizi wasomi ni wengi sana. Kwa hiyo unaweza ukapambana na usomi halafu ukawa huna ubunifu, ukawa utakwama kwa sababu nafasi ni chache za wasomi. Lakini uwajibikaji wako na kutoa maamuzi ya kupambania jambo, unaweza ukajikuta umefanikiwa kuliko yule ambaye ni msomi. Kwa hiyo usomi sasa hivi sio ishu sana, ni namna gani unachukua nafasi kuziendea fursa ambazo zipo. Kwa hiyo niwaombe kupitia elimu ile iliyotolewa, basi iwe ni somo kwetu kwamba hata kama hatuna elimu kubwa, kumbe tuna uwezo wa kuzipitia fursa na baadaye tukafanikiwa. Jambo la uwajibikaji, uvumilivu, uaminifu, haya mambo yakienda vizuri, maeneo mengi tutafanikiwa. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, kwa heshima kubwa ambayo nimepewa kwa niaba ya mgeni rasmi mkuu wa wilaya yetu ya Korogwe, basi nitamke rasmi kwamba kongamano la vijana tarehe ya leo 25 limeahirishwa mpaka tutakapokutana wakati mwingine. Mungu awabariki sana.